Mwanangu babako amefariki. Mwanangu babako jamani. Mwanangu. Usichoke mama, kipenzi vumilia, usishike tamaa, majaribu na vikwazo nishazoea, masaibu changamoto mama, yao sio nzuri nishaijua, wanachotaka kuja kutuharibia, mimi nawe tushaanza fanana, ona ya vile tukiongozana, nakwambia usijokanikana wakalita choko tukoja kufarakana, tambua na mimi na moyo, usinipe mfupa ulomshindwa kibongoyo, sina uwezo hata watoyo, sikudanganyile unyesadia tatumoro, tambua na mimi na moyo, usinipe mfupa ulomshindwa kibongoyo, sina uwezo. Huu ni wakati wa kujifunza. Tumempoteza baba na mama amebaki kuwa mkeo. Hilo sijali, uko na mimi. Hapana, babako yupo, sio wakiwa. Ukizingatia mimi ni wa kwako, hivyo ni wa kwenu. Naamini watatuangalia iwezekanavyo. Hivi nikuulize swali, unajisikiaje kuendekeza maamuzi yako mpaka babangu kufariki bila kumwona mjukuu wake? Mke wangu bwana, huu si wakati sahihi wa kujadili hayo. Wa mwanangu Shedi, unajua kuna mambo mengi yananichanganya. Hivi mwanangu, kuhusu huyu mwanetu Popo. Hivi Popo kabisa jogoo alipanda mtungi, maskini ya Mungu. Kila siku yeye kesi na mke wake. Yaani hapo karibia hapa mtaani wote wanajua kwamba Popo apandisha. Sasa unaona? Kwanza jana sisi tumekandwa. Jana? Yanga jana tumekandwa mbili. Popo. Vipi ndugu yangu? Mwana wa Simba Popo. Jana tulipokandwa alikuwepo, alicheka. Yanga tumekandwa mbili. Yanga mwanangu. Sasa hapa twende nyumbani tukale. Haya. Hapa kimewaka. Hapa ni mguu kutoka. Kabisa. Sasa unaenda wapi? Haya. Baridi mwanangu Shedi. Basi poa. Popo. Tunaondoka. Mimi naenda nyumbani. Basi tutaonana. Haya. Wewe mwanamke wewe. Huko unatoka wapi wewe? Nenda kutembea. Wewe mwanamke mzururaji wewe. Hebu niache bwana. Mbona wewe umetoka kuzurura na wewe unataka kuniambiaje? Yaani unazurura wewe. Sasa shida yako kwenye kuzurura. Wewe ndio unaharibu ndoa za watu. Wewe unaumwa kweli. Mimi naharibu ndoa za watu kwa kuzurura. Kwani wewe una bwana wewe? Naona unataka kuniambia umeoa wewe. Hapo sawa. Ila wewe umezidi. Basi naona haribu ndoa za watu. Mimi hao wake za watu mimi nawakwepa. Mimi kutana wewe mzulaji ndo kama hivi tunajenga, shughuli inaisha. Ila sasa wewe unapita pita kwenye majumba ya watu. Mzulaji wewe. Na ndio inasadikika hapa mtaani wewe ndo unafuruga ndoa za watu. Lakini sasa wewe una hatari. Mabululu unataka kunizingua wewe sasa hivi. Hebu niache bwana. Sasa wewe una bwana wa kudumu. Kwa taarifa yako nimeshaonekana. Wewe. Mimi huyu. Tutakosa mzurulaji hapa Nyarodi. Nani amekuona wewe? Nani? Popo. Popo huyu unayemjua mimi? Sifikiri na. Jamani, hebu acheni basi.
mtamkondesha mtoto watu. Popo ile ndoa yake alionayo inamshinda. Ana heng tu kaisha konda kabaki mbavu. Haya na wewe unaenda kuongezeka atakupa nini Popo? Ndio hivyo, Popo kanyonwa kataarifa yako. Ila mimi nakuunga mkono. Nakuunga mkono unajua kwa sababu gani? Tunataka tujue shida iko wapi. Kwa hiyo wewe nenda. Mkiwa pale wawili sasa kwenye muda ambao na wewe utakaa ili tuone sasa kuna matokeo yoyote au hakuna. Ili tujue mbivu ziko wapi, mbichi ziko wapi. Sawa, yani kwenye hilo nakusupport. Yani hapo sasa mzururaji wewe hapo umeongea point. Kama kakupata akakuona Popo, nenda. Asija akageuka bundi yule mtoto watu. Kweli? Nenda. Yani hapo mimi nakusupport. Nenda kabisa na kuunga mkono. Kwa niende. Yani hapo safi. Sema hapo safi. Maana ukienda wewe tutapunguza idadi ya wazururaji hapa mtaani. Wewe uko umezidi. Haya bwana. Haya poa. Mjumbe, afadhali nimekuona. Naomba ukae na watu wako, ambie mimi sina matatizo. Wafanye maisha yao. Mbona wana kazi nyingi za kufanya, sio wakae wanaanza kunijadili mimi tu. Mimi kitu gani ambacho niwakosea mimi kwenye mtaa wako? Wewe hauna tatizo. Usijifanye uelewe mjumbe. Wafikishie taarifa. Alafu nishajua wewe mjumbe ndio sababu. Mimi ndo sababu. Wewe ndio sababu. Usije ukahisi kwa sababu ni serikali sio ingafanya kitu chochote. Naweza nikakuminya na userikali wako huo. Wewe kaa na watu wako, ambie mimi sitaki mchezo. Wafanye maisha yao, wasinifuatilie mimi, wana kazi nyingi za kufanya. Yaani kabisa unakaa mimi sina tatizo. Yaani tumekaa kuna kikao umekimbia. Sisi tumekaa hivyo wewe haupo. Alafu sina tatizo mkiwa ngelalamika. Na nitapita kila nyumba. Maana kila nyumba napita karibu na yule. Mwambie yaani paka uondoke kwenye huu mji. Fiche kwa una matatizo. Ana matatizo ndio utapata kujua. Sisi matatizo. Yaani tutazalisha sisi wanaume tumetoka na wale hamna kitu. Wanaume wote sisi tunazalilika. Kila nyumba kabisa kila kijana. Akimwona yeye. Kasubiri. Odi. Shemeji. Odi. Shemeji. Shemeji. Umefuata nini hapa? Shemeji bwana, mimi na mwenzangu huyo tumeona bora tuje tuombe msamaha kwa tukio ambalo tumelifanya la kumteta mwenzetu. Alafu mimi niko na ushauri kama kutakuwa na jambo la kutoa ushauri. Sisi tupo. Labda kutakuwa na tatizo linamsibu mwenzetu. Sisi tunaweza tukamsaidia. Ushauri Ngoja. Subiri kwanza. Mimi nataka nikuulize swali moja. Ushauri upi ambao wewe unaweza kutoa hapa? Nini? Huyo ndo aliniambiaje tuje kutoa ushauri. Mimi nikamwambia sio vizuri kwa sababu huyu sisi ushemeji yetu na yule pale rafiki yetu. Sio vizuri mambo hayo, lakini wewe hakutaka kunielewa. Yule pale shemeji yetu. Sio vizuri mambo kutoa ushauri. Lakini sisi tumwache, lakini yeye anagomba mbishi. Sikilizeni nyinyi. Hakuna mtu anayehitaji ushauri humu ndani.
Sawa. Wewe, tulia hapo hapo. Akinyanyua mtu mkuu na mtiaji yule mgongo. Tulia hapo hapo. Oa vipi? Vipi wewe? Ni mwambiaje hapa ndio? Tembea kama ng'ombe, tembea kama ng'ombe. Oa. Saki mtu hapa nyumbani kwangu. Oa. Masitichi siwataki hapa nyumbani kwangu. Oa. Nitakuzikua. Mpaka sasa najuta kila ninachofanya, sawa na kazi bure. Kwenye mapenzi nilishazama, nusu niwekwe msukule.